Chakama 2026. Chakama 2026. Kwa hivyo tumetangamana hapa kwa ajili ya kongamano la chama cha Kiswahili cha Afrika Mashariki. Ni chama ambacho kinawaleta pamoja wataalamu ambao wanatumia Kiswahili katika kufundisha, katika kutafiti, katika kuandika. Ni wataalamu ambao kwa leo ni zaidi ya 200 kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Kuna wajumbe waliofika hapa kutoka Kenya. Takriban vyuo vikuu vyote vimewakilishwa hapa ya Kenya. Na wataalamu ambao wametoka Tanzania bara na Zanzibar. Kuna wengine wametoka Burundi, wengine wametoka Rwanda, na kuna wenzetu ambao wametoka vyuo vikuu mbalimbali Marekani, mbali na wengine ambao wamefika hapa. Ni kongamano ambalo linazungumzia mchango wa Kiswahili katika maendeleo katika enzi ya kidijiti au kidijitali. Na kongamano hili litafunguliwa rasmi kesho na waziri wa elimu, lakini leo tumebahatika kuwa na waziri wa elimu kutoka gatuzi la Mombasa, na makala elekezi 2 kuu, moja imetolewa leo na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Muhimu wa Kiswahili ni kwamba ni lugha ambayo inajaribu kuweka daraja kati ya mambo mengine yote na kuhakikisha kwamba watu ambao wanatumia Kiswahili wawe katika ngazi za juu za kijamii au za chini kijamii wanashirikishwa. Lakini muhimu zaidi ni kwamba katika ulimwengu wa kidijiti, mambo ambapo tunazungumzia akili unde, mambo ambapo tunazungumzia data kubwa na kadhalika, mambo hayo yote yatakuwa yanazungumziwa na kushirikishwa. Lakini niongeze kwamba mbali na wataalamu ambao wametoka katika vyuo vikuu vya ulimwenguni, ni kwamba kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki ambayo inahusika na Kiswahili vile imewakilishwa hapa, na katibu mtendaji wake yuko na sisi hapa. Jina ni Dr. Mbarali Kame, ni waziri wa education katika gatuzi la Mombasa. Leo niko katika chuo hiki cha Kisii University. Lengo kubwa ilikuwa ni kuhudhuria kongamano kama hili ambapo kwamba nilipata uwalishi. Kila mmoja anafahamu kwamba lugha ya Kiswahili imepiga hatua kubwa sana. Kwa nini kama waziri mimi niko hapa? Nimekuwa pia mwalimu wa lugha ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Moi University. Ni lugha ambayo kwamba sisi kama Wakenya na Afrika mzima kwa jumla inatakiwa sisi wenyewe kuienzi lugha kama hizi. Tafiti ambazo kwamba zimefanywa, lugha kama hili imeweza kuingia katika mifumo yetu ya kidijitali au mifumo ya kidiji. Sisi kama Wakenya na kutoka Afrika Mashariki, hii ni lugha yetu, inatakiwa iadhimishwe. Tukiiadhimisha sisi wenyewe, na hakika bara Afrika nzima na ulimwengu mzima watakuwa ni wenye kuiadhimisha lugha kama hii. Tuwapongeza waliopanga kongamano kama hili, hasa ambaye kwamba anaongoza chuo kama hiki cha Kisii, na tunawapongeza pia ambao kwamba wamekuwa na makala katika kongamano kama hili. Tukienzi Kiswahili lugha yetu. Mimi ninaitwa Chacha Nyaigoti Chacha. Nimefurahi sana kuwa katika hafla hii kwa sababu mbili. Kwanza, Chakama tukianzisha wakati nikifanya kazi na vyuo vikuu vya Afrika Mashariki, na pia mimi nilikuwa mwanzilishi wa chuo hiki cha Kisii kama mkuu wa chuo, wakati ambapo tulikuwa tunaitwa principals, na chuo kimekuwa, na kila mara ninapokuja hapa ninafurahi. Kwa hivyo ilikuwa tena ni heshima kubwa kwa leo kuweza kushiriki katika kongamano hili ambalo limewaleta pamoja wataalamu mbalimbali kutoka duniani kote. Kuna wawakilishi kutoka nchi za Ulaya na Marekani na vyuo vyetu vikuu kutoka katika nchi za Afrika Mashariki. Nimefurahi sana na nina hakika kwamba taaluma hii ya Kiswahili lugha fasihi na isimu ni taaluma ambayo inaendelezwa ilivyo katika hiki chuo cha Kisii, na tunashiriki wote kushuhudia mafanikio ya matokeo ya wale ambao mnaishi na kusoma katika hiki chuo. Asanteni sana. Tuendeleze lugha yetu ya Kiswahili, taaluma yetu ya Kiswahili, na hatimaye tuweze kujivunia kwamba lugha hii ndio lugha tunu
ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika nchi ya Kenya ninafikiri kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanafikiri kwamba watu tunaotumia lugha ya Kiswahili kwa hali hii ya kitaaluma labda hatujui Kiingereza, na kwa hivyo kuna taasubi, yaani kasumba imewatawala, kasumba ya ukoloni, na mara nyingi wanadharau au wanafikiria wale wataalamu ambao wanasoma lugha ya Kiswahili au fasihi ya Kiswahili labda si wataalamu kamili. Nataka kuhakikishia kwamba kokote kule sisi ambao tumeweza kuzama katika taaluma hii ya Kiswahili tunawakilisha taaluma zote kwa ngazi za juu, na tunalinganishwa na wataalamu waliosoma Kilatini, waliosoma Kitaliano, waliosoma Kiingereza, waliosoma Kijerumani na lugha zozote zile za taaluma. Lugha yoyote ni matumizi, na lugha ya Kiswahili ina msamiati na istilahi za kutosha, na wakati ambapo hazipatikani tuna uwezo pia wa kuziibua, na tutaendeleza hii lugha kadri tutakavyoweza ili iweze kutekeleza majukumu yake katika ngazi zote za elimu, hata kiteknolojia, kisayansi na kihandisi, na kokote kule ambako msomi anatakikana atumie lugha ya Kiswahili, asije akaanze kutoa ushuru kwamba siwezi kutumia lugha ya Kiswahili kwa sababu hakuna istilahi au hakuna msamiati. Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya Afrika. Heko kwako mdarisi, kutuachia ufanisi. Umetupa ufanisi, tumeelewa na sisi. Mmetutoa kinamasi, kiziungu tumekiasi. Kiswahili kitukuzwe, lugha yetu ya asili. Hii ndio yetu kauli, jiunge nasi wami, tukikuze Kiswahili, lugha ya baba na mama. Mimi ni Daktari Caroline Asime, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Tuko hapa katika kongamano la CHAKAMA katika Chuo Kikuu cha Kisii, na CHAKAMA ni chama ambacho kinaweza kusaidia KAKAMA katika utekelezaji wa majukumu yake. Tunaporatibu majukumu haya huwa tunaangalia masuala ya sera, masuala ya utafiti na utekelezaji. Ikumbukwe kwamba shirika la UNESCO lilishatamka na kutenga tarehe 7 mwezi wa 7 kila mwaka kama siku ya Kiswahili duniani, na Baraza la Umoja wa Mataifa liliidhinisha hiyo siku. Kwa hivyo kuna haja ya kutekeleza ni kwa namna gani ambavyo zaidi ya sherehe, zaidi ya kusherehekea siku hiyo, kuna kitu ambacho kinafanyika kuonyesha kwamba Kiswahili ni lugha ambayo ina uwezo wa kuchangia maendeleo endelevu. Kwa hivyo kupitia tafiti ambazo zinafanywa na vyama kama CHAKAMA ambacho ni chama cha wataalamu ni muhimu sana, kwa sababu zitachangia maendeleo ya lugha. Sasa hivi katika hili kongamano tunazungumzia swala la Kiliunde na maendeleo yake. Tunaona kwamba kuna haja ya kupiga hatua za kina, hasa kuhusu utafiti na kuhusu namna ya uwekezaji katika mifumo ya Kiliunde, kuanzia ukusanyaji wa data, kuanzia kuweka data hizo ambazo tunaweza kutumia kwa pamoja kama Jumuiya ya Afrika Mashariki bila kuweka mipaka kwamba hii ni data ya Kenya, hii ni data ya Uganda, data ya Tanzania, lakini data ambayo tunaweza kuitumia kwa pamoja ili iweze kutuwezesha kukuza na kuendeleza Kiswahili. Vile vile ikumbukwe kwamba sasa hivi Jumuiya ya Afrika Mashariki ni eneo la pamoja katika elimu, yani Common Higher Education Area. Kwa hivyo tusipoweka usawa wa kuwezesha utekelezaji na ufundishaji wa Kiswahili, hasa katika masuala ya ubunifu, kuweka mikakati ya kutuwezesha kuendelea, itakuwa ni changamoto, kwa sababu kama Jumuiya ya Afrika Mashariki tunatakiwa kuwa mstari wa mbele katika kukuza na kuendeleza Kiswahili ambayo sasa hivi inatambuliwa kimataifa kama lugha ya maendeleo na lugha ya diplomasia, lugha ya ubunifu. Na kwa hivyo kuna haja ya kukuza na kuendeleza utafiti kupitia asasi na vyama na vyuo vikuu kama ilivyo hapa katika kongamano hili la Kisii, na tunatarajia kwamba mapendekezo yatakayotolewa katika kongamano hili yatachangia zaidi katika upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na pia ikiwezekana kuongozwa na Chuo Kikuu cha Kisii ili tuwe na mkakati mikakati ambayo inaweza kukuza na kuendeleza, kuweka mustakabali wa Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mimi naitwa Dr. Shabidu Ndosa, ni mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu cha St. John's cha Tanzania. Lakini vile vile kwa CHAKAMA mimi ni mwenyekiti mstaafu wa CHAKAMA. Tunazungumzia Kiswahili na akili unde, Kiswahili na teknolojia. Vile vile mimi ni mtaalamu wa fasihi ya kidijitali ya watoto.
Kwa hiyo katika kongamano hili nadhani tutazungumza, na ni muhimu tuzungumze kuhusiana na nafasi yetu kama watu wa Afrika Mashariki kwenye kutengeneza maudhui ya watoto, lakini yanayoendana na mila, desturi na tamaduni zetu. Tunajua kama watu wa Afrika Mashariki, kama Wakenya, Waganda, Wanyarwanda, kuna vitu vichache tunapishana, lakini mambo mengi tunakubaliana kuhusiana na heshima kwa wazazi, masuala ya uhifadhi wa mazingira, kutunza lugha zetu za asilia na vitu kama hivyo. Lakini kuna mambo mengi ambayo pengine duniani yanaonekana ni mambo mazuri, lakini sisi huku kwetu hayahitajiki. Kwa hiyo katika kongamano kama hili ni muhimu tutazungumza kuhusiana na utengenezaji wa maudhui ya watoto, na kama nyie watu wa media, watu wa vyombo vya habari, tunajua mnatengeneza kama ni katuni, kama ni vitabu, kama ni content mbalimbali. Ni muhimu katika utengenezaji, wakati tunatengeneza lugha inayotumika, picha tunazotumia, motifu tunayotumia iwe ni ile inayokuza utamaduni, mila na utu wetu wa Afrika na Afrika Mashariki. Kwanza kabisa ni mshukuru naibu makamu wa chuo kikuu cha Kenyatta kwa juhudi ambazo wamefanya kutuleta pamoja, kutuunganisha pamoja ili tuweze kuona jinsi Kiswahili kitakavyojikita katika ulimwengu wa kiteknolojia. Kwa kweli tuko hapa kwa sababu ya maendeleo ya kasi yanayopigwa duniani kuhusu teknolojia ya lugha kwa ujumla. Kiswahili hatutaki kiachwe nyuma. Katika mambo ya utandawazi, katika mambo ya teknolojia, katika mambo ya masoko huria, hatutaki Kiswahili kiachwe nyuma. Kwa hivyo tunajaribu kukiweka katika ule muktadha wa kuweza kukitumia kiteknolojia. Wataalamu wetu pia wabobee katika ulimwengu wa teknolojia, waweze kudumisha teknolojia ya lugha ya Kiswahili. Na hapo ndipo tutaingia katika safu za kimataifa kuhusu namna ambavyo Kiswahili kitachangia katika mawanda ya teknolojia, kama vile zile lugha zilizostawi kama vile Kiingereza, Kifaransa na kadhalika. Pili, wasomi, watafiti na wataalamu wa Kiswahili ambao wako wengi Afrika Mashariki waweze kujumuika pamoja na wataalamu wengine duniani, waweze kuona jinsi ambavyo Kiswahili kinaweza kujikita katika ulimwengu wa kiteknolojia. Manake tukijiweka peke yetu pembeni, hatutaweza kuhusishwa katika yale mambo ambayo yanatendeka ulimwenguni. Lakini tukiwa pamoja, tushikamane na wale wataalamu ambao wanabobea katika teknolojia ya lugha, tutaweza pia kupiga hatua ili tusiachwe nyuma katika masuala ya kiteknolojia. Kwa hivyo kongamano hili liko hapa kushughulikia namna ambavyo tutapeleka Kiswahili mbele ili kisiwachwe nyuma. Maanake hata kama ni lugha ya Kiafrika, lugha hii imethibitishwa kwamba ni lugha ya kimataifa na inaweza pia kutumiwa katika teknolojia ya lugha kote ulimwenguni. Kwa hivyo hatungependa kuachwa nyuma. Jina langu ni Daktari Juliet Akinyi Jagero. Mimi ndiye mwenyekiti chama cha Kiswahili Afrika Mashariki. Ningependa kuchukua fursa hii kutoa shukrani zetu za dhati kwa wanahabari kufika hapa kupokea matangazo yetu pamoja na kutaarifu ulimwengu kuhusu kongamano letu ambalo limefana sana. Tunashukuru sana kwa kufika hapa. Na ningependa kupongeza chuo kikuu cha Kisii kwa kuwa wenyeji wetu na kuturuhusu na kutupatia nafasi ya kuja hapa kukongamana, kujadiliana kama wataalamu na wapenzi wa lugha ya Kiswahili. Vyama vingi vimewakilishwa hapa na nchi nyingi kutoka pembe zote duniani zimewakilishwa hapa. Ni furaha yetu kwamba tuna nafasi ya kujadili masuala ambayo yanahusiana na Kiswahili, hasa wakati wa enzi za mabadiliko ya kiteknolojia, kwamba sisi kama wataalamu tunapaswa kutoa mwelekeo hasa namna Kiswahili kinapaswa kuingizwa katika teknolojia, na sio kwamba sisi tuwe wakariri wa mambo ambayo yanaibushwa na watu ambao si wataalamu wa lugha ya Kiswahili. Leo tuko hapa, tutajadiliana, tutakubaliana, tutasema yale yote ambayo tunayafahamu, na mwishowe tutatoa maazimio kuhusiana na yale ambayo tutakuwa tumeyasema ili yaweze yakatekelezwa katika viwango vya sera ambazo zitaturuhusu kuelekeza Kiswahili, kwamba Kiswahili kitafuata njia gani
ili kiweze kikaingia katika teknolojia. Kwa sasa tunaelewa kwamba tuna kizazi cha Gen Z ambacho kila mara kiko katika kina nafasi nzuri ya kutumia teknolojia kutushinda sisi ambao ni wakongwe. Kwa hivyo ni kwa njia gani sisi kama wataalamu wa Kiswahili tunaweza kuwasilisha yote haya ambayo wanayasoma pale waweze wakayapokea kwa lugha ya Kiswahili? Hilo ndilo jukumu letu kama wataalamu wa lugha ya Kiswahili, na ndio maana tumekongana hapa ili tuweze tukawasaidia na kizazi kijacho ambacho kinapokea teknolojia kwa njia zozote zile. Kiswahili kiko wapi? Ni swala ambalo tunataka kulijibu hapa.